Mambo matatu yanayokutofautisha wewe na watu wengine. Mambo matatu yanayokutofautisha wewe na watu wengine. Kuna watu tupo duniani tunaishi kwa kupambana kufanana na watu fulani, kitu ambacho si sawa. Kuna watu wamepoteza mwelekeo wa maisha kwa sababu walijikuta wanaacha vile jinsi ambavyo wako, wakafuata namna ya maisha ya watu wengine. Kimsingi tunasema kwamba kila mtu ana vitu vyake vya pekee, ana mambo yake ya pekee ambayo akiyafanya hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuyafanya. Tunaweza tukafanana majina, tunaweza tukafanana kazi, tunaweza tukafanana vipaji, wote tukawa tunaimba, wote tukawa tunacheza mpira, wote tunaweza tukawa tunafanya biashara, wote tukawa tunafanya kitu kimoja, but nina uhakika kwamba katika hayo yote kuna utofauti katikati yetu. Na leo nimekuletea mambo matatu ambayo yanakutofautisha wewe kabisa kabisa na watu wengine. Na unapotoka baada ya hapa, usianze kujilinganisha nawe, na hii itakusaidia kupambania ndoto zako, sio kupambania kulingana au kufanana na watu wengine. Na moja ya makosa makubwa ukifuatilia watu nasema mimi natamani kuwa kama fulani. Ni lini na wewe utakuwa wewe kama bado mpaka leo unapambania kuwa kama mtu fulani? You can't be like someone. Huwezi kuwa mtu fulani. Unaweza ukawa kama, but you can't be somebody. Mfano, tuna watu maarufu ambao tunawafahamu ni wachezaji wa mpira, mfano Messi, mfano Ronaldo, mfano nani, au wote ni kuna waimbaji wa muziki ambao wana majina makubwa Tanzania, waimbaji wa namna mbalimbali. Lakini hao wote kuna watu wanatamani sana kuwa kama wao, but haiwezekani kuwa kama wao kwa sababu wao nao kuna vitu ambavyo ni peculiar, haviwezi kufanana na mtu yeyote. Hata kama atajaribu kuiga, watu watasema ni kama, hiyo sio, ni kama. Ndio maana hata kama kuna mapacha wamezaliwa wanafanana sura, kufanana sura haimaanishi kwamba mindset zao ziko sawa, haimaanishi kwamba kila kitu kiko sawa. Hata kama jinsia ni sawa, lazima kuna namna, pia kuna sehemu ambayo wametofautishwa. So twende pamoja katika haya mambo matatu ambayo nitakuletea mbele yako siku ya leo, yanayokutofautisha wewe na watu wengine katika dunia hii. Na hii itaacha kujilinganisha na kujifananisha na watu, na wakati mwingine kushindana na watu. Ukijua kwamba wewe ni wa pekee sana kwenye maisha haya, huwezi kuanza kupambana na watu. Wewe utasogea kwenye njia yako na utaanza kupambania future yako, kuipambania kesho yako. Makosa tunayoyafanya ni kwamba tunaingia kwenye mashindano pasipo kujua hayo mashindano ndio yanatupotezea muda, kwa sababu ukikaa kwenye nafasi yako moja kwa moja ni automatically umeingia kwenye vita. Yani ukiingia kwenye nafasi yako ukatulia kwenye ule upekee wako, moja kwa moja ni vita ambayo umeitangaza. Kwa hiyo unapopambania yale maisha yako ya halisi, unapopambania uhalisia wako, manake unajitengenezea thamani kwenye cha kwako, na watu wengine wataanza kutafuta wewe, sio kutafuta kitu kingine. So twende pamoja tuangalie haya mambo matatu. So first thing, kitu cha kwanza ambacho kinakutofautisha wewe na watu wengine tunasema ni purpose. Purpose tunasema ni kusudi kwa Kiswahili. Kusudi ni kitu gani? Kusudi tunasema ni kile ambacho kimewekwa ndani ya mtu ili kitimie katika maisha yako ya hapa duniani. Tunaweza tukasema hatima. Mfano, wale wanaofuatilia mambo ya maandiko matakatifu, ukisoma katika Yeremia ile sura ya kwanza ya 4, kuna andiko linalosema kwamba kabla sijakuumba na nilikujua, na hata kabla hujaingia tumboni mwa mama yako nimekutakasa, nimekuweka leo uwe nabii wa mataifa. So the first thing, kabla wewe hujatokea kuwa jinsi ulivyo kwa namna ya mwili, kwenye soul yako tayari Mungu alishawekeza, alisha invest. Huwezi ukawa na kiwanda unazalisha product ambayo haina matumizi au haina mahitaji yoyote kwenye jamii au kwenye soko la dunia. Product yoyote inayotoka kiwandani, maanake inakuja kusolve challenge
fulani ndani ya jamii husika au ndani ya soko. Kwa hiyo mfano unapoona kuna manufacturing nyingi zinazalishwa hapa na pale huku na kule, ujuage ni ubunifu au ni mbinu ambazo zimewekezwa ili kuhakikisha lile kusudi adhimio, na kusudi mara nyingi linakuaga kwa yule creator, manufacturer, yule mtengenezaji. So kitu pekee ambacho nataka ujue kwamba wewe ni tofauti kabisa na watu wengine katika hii dunia ni kusudi ambalo umelibeba. So usije ukapambana kufanya vitu kama watu wengine. Unajua tunatembea kwenye njia moja, ukipanda kwenye basi wote tumepanda basi tunaelekea elekeo moja, but kuna anayeenda sokoni, kuna anayeenda kazini, kuna anayeenda kuiba, kuna anayeenda kwenye mchepuko. So we are in the same bus but in different destiny. Kila mtu anaenda kuishia kwenye mpango wake. Nimetolea mfano wa basi kwamba tumepanda basi wote tunaenda labda Mwanza from Mbeya, labda from Iringa, lakini tunapoenda huko kila mtu kwenye mindset zake amebeba purpose. Why ninaenda Mwanza? Kuna wanaoenda kufanya biashara, kuna wanaoenda kuangalia wagonjwa, kuna wanaoenda in business case kama nilivyosema hapo biashara, kuna wanaoenda kwenye issue mbalimbali, kuna wanafunzi wanaosafiri na wengine wanaenda tu kwenye relaxations. So na usifikiri katika safari hiyo, mfano yule anaenda part time au anaenda honeymoon, mmepanda basi moja, msifikiri struggle yenu au mitazamo yenu, mindset zenu zitakuwa zinafanana hata kama mpo kwenye basi moja. Hiyo ni utofauti wa kwanza, kwamba purpose mlilobeba ni tofauti. Na duniani hivyo hivyo, Mungu alipokuumba, he put a purpose inside me, akaniweka niwe na kusudi ndani yangu. Na ndio maana ni hatari sana kuishi bila kujua who I am. Yani kuna wakati tufike mahali dunia isitutambue kwa majina, itutambue kwa makusudi. Purpose must be your name. Yani jina lako ndo liwe yani kusudi lako libadilike liwe jina lako. Yani we know kwenye Bible tunasema kwa mfano Yesu akabadilika akawa mkombozi. Maanake purpose ni kukomboa. So jina tunalomtambua Bwana Yesu, tunasema kwa wale wa Kristo na wale wanaoamini mambo ya Kristo, wanaamini about salvation, ukombozi. Mkombozi ametoka wapi? Unamjua alikuwa anaitwa Yesu, lakini mkombozi umetoka wapi? Kwa sababu ya kila alichokifanya. Kwa ile hatima yake imetupa definition kwamba yeye alikuwa ni nani? Ni mkombozi. And you also, kwamba hata wewe pia utakapoondoka hapa duniani, manake utakachotakiwa kutuachia ni ile purpose. Tuseme kwamba yes, Edwin alizaliwa, alifanya kitu fulani na kimeonekana. Kweli Mungu alimleta kwa kusudi hilo. That's why ukitaka kujua kwamba kuna kusudi Mungu alilokupa, angalia hata kama kuna watu bora sana, katika mazingira unayotoka, kuna vitu lazima vitakuhitaji wewe kwa 100%. So be careful, simamia kusudi, jifunze, ujue kusudi lako ni nini. Na unaweza kusoma vitabu mbalimbali, bahati mbaya tumekuwa wavivu vya kujijua na kujitambua mimi ni nani. Kwanza utaishi kwa malengo na utaishi kwa purpose na utaishi kwa kuigaiga vitu vya watu. Mtu ambaye anaishi kwenye kusudi haangaiki na kelele za nje na mambo ya nje, haangaiki au focus na mambo ya nje, ana focus na kusudi. That is number one, purpose. You kill the purpose. Purpose yako inatofautiana. Mfano tunaweza tukawa wote tunaimba, so tunaimba sawa, lakini purpose ya kuimba kwangu ni kuentertain. Yani mimi nikiimba watu wana be entertained, wanaburudika. And pengine wewe purpose, wote tunaimba, lakini ukiimba wewe kuna watu wana be wanafarijika, yani wanafarijika, umebeba faraja kupitia nyimbo zako. So na wengine pia nyimbo zao zinawatafakarisha, but wote ni waimbaji. Ndivyo tulivyo, wote ni waimbaji, lakini kila mtu amebeba kitu chake. Sasa kwa mfano ile faraja, unasema jamaa fulani akiimba au nyimbo fulani zikiimbwa na mtu fulani zinabeba faraja kwenye maisha. Yani unajisikia mwenyewe unafarijika ukisikiliza. So kuna nyimbo ambazo ukisikiliza pia unasikia unakuwa entertained, yani unakuwa unaburudika mwenyewe.
Yani wewe mwenyewe unajisikia kuna kitu fulani cha tofauti. Ndivyo ilivyo kwenye maisha, kwamba hata kama wote tunafanya kazi moja, lakini nijue kwenye eneo nililopo kuna cha kwangu cha peke yangu, hivyo sina haja ya kuanza kupambania kuwa kama mtu fulani. Na moja ya hatua ya kwanza ya mtu kufeli ni kujaribu kuwa mtu fulani, na kati kitu ambacho hakiwezekani ni kuwa mtu fulani. So that is number one, be careful. Jambo la pili ambalo tunasema linakutofautisha wewe na watu wengine, tunasema it is kipawa au kipaji. Hii niseme sio kwamba kila mtu ana hichi kitu. Kipaji ni kitu cha tofauti sana. Kipaji au kipawa kwa wengine wanavyoweza kusema, au talents kwa namna ambavyo unaweza kuielewa haraka, ni kitu ambacho kipo very peculiar. Kipaji hakina kulisi, hakina kwamba kifanane na watu wengine. You know, Ronaldo and Messi, naongelea hivyo kwa sababu wote tunawafahamu, wote ni great player of football in the world, na wamekuwa celebrity kwa karibu miaka mingi, mpaka sasa wanaelekea nafikiri hakuna mtu ambaye amfahamu Messi, amfahamu Ronaldo kwa sababu ya famous na kazi wanayoifanya. So they are all a player of football, but immediately they become different the way they act. Yani kwenye namna ya uoneshaji wa vipaji vyao ndio vinatofautiana. So ukimwangalia Messi na ukimwangalia Ronaldo, wote wanacheza mpira wonderful. What is a player? Wote ni unasema wow, wanacheza mpira mzuri. But if you sat down, you can find the different on them. Unaweza ukakuta kuna tofauti ambazo zipo kabisa. Uchezaji wa Messi na uchezaji wa Ronaldo unatofautiana. So kipaji pia kinaweza kikamtofautisha mtu, na ndio maana usije ukashindana na mtu mwenye kipaji. You can't be like him. Yani, na usije ukapambana na mtu mwenye kipaji. Kuna watu ambao wanajaribu, ukiona mtu anafanya vitu vikubwa anaanza kushindana naye. Kwa nini huyo afanye? Yeye ni nani? So utakuwa kama unatwanga maji kwenye kiu, because ni kitu ambacho wewe huwezi kukiondoa. Sio kwa sababu wewe, kuna vitu naweza niseme hivi, sio kwa sababu kuna kitu kipendi kinaweza kikaacha kuipo kwa sababu ukipendi. Mfano jua linalowaka, unaweza jua hili limekuwa kali sana, sipendi. Yani so kwa sababu upendi jua liwake, jua litaacha kuwaka. No, kuna vitu ambavyo viko static, yani vimetulia, havichange, not dynamic. Wewe upende usipende vitakuwepo. So kuna vipaji ambavyo ni very peculiar. Kipaji ni kitu peculiar, ni mtu ambacho amepewa yeye cha kumtambulisha. Na dunia leo hatukutambui, wakati mwingine kama nilivyosema, hatukutambui sana kwa majina, tunakutambua kwa vitu, kwa purpose. Lakini kitu cha pili, kipaji, una nini? Una nini? Una nini ulichokibeba? Una nini ulichokibeba? So hiki ni kitu cha muhimu sana. Unapoenda mahali popote, penda watu wajue, onesha kile ambacho uko nacho, na fanya kwa moyo wako wote, fanya kwa asilimia zako zote. Huwezi jua kipaji kitatoaje. Kuna watu saizi wanalipwa bilioni 1 kwa sababu ya kipaji chao, hajasoma hata darasa moja, analipwa mshahara ambao hata maprofesa wakati mwingine hawalipi kipaji. So kwa wale wanaosoma maandiko wanaweza kusema kipaji ni kitu pekee ambacho kinamweka mtu mbele ya wakuu. Kitu cha pekee kujua kwamba una kipaji chako ni kwamba hujakaa tu ujue kwamba wewe uwezo wako ni nini. Acha kufanya vitu vya watu, kaa chini uweze kurealize, uweze kugundua mimi nina kitu gani cha pekee. Na jambo la mwisho la tatu ambalo nimalize nalo siku ya leo, naweza nikasema kila mtu ana kitu kinaitwa understanding au niseme skills, ujuzi. Tofauti wa kipaji na ujuzi. We talk about education matters, about pande wa uelewa, how mindset yake imekaaje. Mindset, unawaza nini, unafikiria nini? Kuna mtu anaweza akawa si mzungumzaji sana na wala hana status kubwa, but one words, when he or she open her or his mouth, analipwa $100. Akifungua dakika moja analipwa mamilioni ya pesa kwa uwezo wa kuwa na skill nzuri ya kuzungumza. So wewe unatumiaje uwezo wako wa mindsets, mitazamo? Dunia leo inatafuta watu ambao wako positive kimtazamo, wako chanya. Mitazamo inatofautisha wewe na watu wengine.
So usijaribu kuwaza kama wengine, au usijaribu kufikiri kama watu wengine. Thank you, subscribe, we meet again. God bless you.